Hakuna kitu kigumu kama moyo uliokata tamaa. Moyo uliokata tamaa ni moyo ambao hata Mungu mwenyewe anashindwa kuingilia kati. Yaani maisha ya mtu aliyokata tamaa ni maisha ambayo yanamzuia Mungu kuingilia kati hali mtu anayopitia. Moyo uliokata tamaa ni moyo ambao unamzuia Mungu kushughulika na hali unayopitia. Unajua, moyo uliokata tamaa ni moyo unaomwambia Mungu, mimi nimeshindwa, hata wewe huwezi kunisaidia hili, hata wewe hili limekushinda. Ukisoma Biblia unakutana na mtumishi wa Mungu Eliya. Eliya alikata tamaa, akamwambia Mungu, heri nife kuliko kuishi. Eliya alikata tamaa kiasi ambacho ilimzuia hadi Mungu mwenyewe kuendelea kumruhusu aendelee kumtumikia. Kukata tamaa kunafupisha huduma ya mtu. Kukata tamaa kunafupisha utumishi wako. Kukata tamaa kunaua biashara ambayo Mungu alikuwa amekusudia ipanuke. Kukata tamaa kunaharibu ndoa ambayo Mungu alikuwa hajakusudia iharibike. Kwa nini? Kwa sababu kukata tamaa ni kumpa ujumbe Mungu kwamba Mungu, hili umeshindwa, hili huwezi kushughulika nalo, hili huwezi kunisaidia nikashinda. Moyo uliokata tamaa ni moyo mgumu sana, ni sawa na moyo mgumu, ni moyo ambao unamzuia Mungu kuingilia kati. Ndiyo maana ni marufuku kukata tamaa. Ndiyo maana hutakiwi kukata tamaa kwenye mazingira yoyote unayopitia, hata kama leo ni ngumu, haijaisha, kwa sababu Mungu yupo. Haijaisha. Usikubali kukata wala kukatishwa tamaa na mtu yoyote, kwa sababu bado Mungu yupo na yuko upande wako. Kwa hiyo moyo uliokata tamaa ni moyo ambao, unajua, Eliya, Mungu alimwambia Eliya, nenda akampake mafuta mtumishi wangu Elisha. Si kwamba wakati wa Eliya ulikuwa umefika, ni kwa sababu alikata tamaa. Mungu akaona ngoja tufunge safari na Eliya, kwa sababu huko mbeleni anaweza akaharibu. Moyo uliokata tamaa unafupisha maisha ya mtu, unafupisha huduma ya mtu, unafupisha biashara ya mtu, unafupisha maono makubwa ya miaka mingi. Mtu wa Mungu, usikubali kukatishwa tamaa. Haijaisha mpaka iishe.